Nimechoka na hii ndoa. Hivi wewe ni mwanamke wa aina gani? Unashindwa kutambua kwamba nipo kwenye mfungo wa Ramadhani? Hizo vitu mimi nishakwambia hazinihusu. Wewe unashindwa kuvumilia, unashindwa kusubiri. Sisi baba siku chache. Nimekwambia aje, hizo vitu mimi hazinihusu. Ninachotaka mimi ni haki yangu. Bwana mimi mwenyewe nimechoka. Kumbe unataka nini nidune nani? Kama unalijua hilo, ni kwa nini kila nikikwambia usilimu uwe Muislamu kwa ajili uambatane na mimi? Mbona unakataa? Hizo vitu mimi hazikunileta hapa kwako. Sikiliza wewe mwanamke. Kama umeshindwa kunivumilia mimi katika hiki kipindi ambacho ninapitia cha Ramadhani, hilo swali unalotaka mimi siwezi nikalitimiza. Basi hata mimi nimechoka na hii ndoa, nimechoka. Salamu alaykum. Ni njema kabisa, zako nyumbani. Vipi, ushaenda darasa? Sawa, sasa nikuombe kitu kimoja. Nina shida na wewe, kama hutojali, kabla hujaenda darasa nilikuwa naomba tuonane kidogo. Nyumbani? Basi sawa, naje sasa hivi. Sawa. Sheikh Hussein, pole sana. Pole sana. Asante sana. Lakini mimi nikuombe endelea kuwa na msimamo. Sawa. Endelea kuwa na msimamo, usije kufanya hivyo. Wanatueleza katika Qur'ani kwamba waman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, kwamba mtu atakayethubutu kufanya tendo la ndoa katika mchana wa mwezi wa Ramadhani basi afunge miezi miwili yenye kufatana. Siku 60 shehe. Siku 60. Ukiitibua hata siku moja unaanza mwanzo mpaka kamilisha 60. Ikiwa utafanya hivyo tumeambiwa kafara yake siku 60. Kwa hiyo unaweza ukasema unampenda sana ukasema ngojea umsaidie, kumbe unaharibu. Ndio unaharibu zaidi. Kuna Ramadhani shehe. Sheikh Hussein, usichoke. Basi sawa, mimi nashukuru sana. Ndio. Naomba sasa niende. Sawa. Ruhusa nayo uende. Ndio. Karibu. Basi wana pole sana. Basi sawa. Usichoke. Nashukuruni sana. Usichoke. Karibu sana. Naam. Basi sawa, asubuhi njema. Kila la kheri. Kila la kheri. Shukrani. Si Mitihani, dunia hii na mitihani mingi. ndio yale tulikuwa tunasemea hapa. Ndio. Akina mama nyakati hizo na mitihani mingi sana, lakini tunajaribu kuwa na subira kuendelea kuwapa masomo. Ni kweli. Hasa nyinyi vijana mnajaribu kutoa masomo. Sawa. Nilionana na mzee, nikaonana na ustadhi. Yaani kwa jinsi ambavyo walinikumbusha kuhusu hili jambo, waliniambia jambo la msingi sana. Ina maana hata hilo swala lako ambalo umekuwa ukinipigia kelele kila siku la kutimiziwa haki yako, yaani kwa kifupi utakuwa unatimiziwa muda wote unaotaka mke wako. Acha. Kwa baada mwaka mzima acha kuduna mimi, acha. Usinipige makelele hapa nimekaa. Ukiona bibi ondoka uende nje. Sitaki mbele na. Sitaki za drama zako. Hivi ile swala lina ubaya gani? Yaani ni bora kwamba labda ungekuwa upo katika dini fulani. Wewe hauko katika dini yoyote ile. Hatuelewani ama nini unataka? Nikupakate? Unielewe. Hebu naomba kubaliane basi na hilo swala. Ndio tuelewe nyingine wewe. Dada basi waambie hao mashehe wako.
wakutafutia wanawake sio wenye nini, sio wako wanataka sio kwenda kwa dini yako, sio kwa nini. Nenda. Sitaki usumbufu. Kwa nataka tuendelee kuishi hivi. Shazoea. Sasa wewe unataka sasa kwenye kiama wewe unataka uangukie wapi? Motoni. Unasema? Kitu nitimizie haja. Sina shida. Ukitaka acha mwaka mzima. Hainipi shida. Alafu kama una vitu zingine za kuongelea unaweza kunipisha. Sitaki makelele. Kama sio fungu langu basi nioneshe karima, kama sio nyota yangu basi nioneshe karima, kama sio fungu langu basi nioneshe karima. Mambo poa, uko home? Hivyo tu nakuja saa hizi, unajua nimekumesa. Acha na hizo vitu za mume wangu. Sasa yeye hayuko hapa, yuko kwa msikiti. Ni saa hii tu nakuja. Haya. Joto la ndoa, wewe ingia, mengine utayakuta. Joto la ndoa, ya kuumiza, mengine yanafurahisha. Joto la ndoa, kuna kulia, kuna kucheka pia. Joto la ndoa, yako mengi yanaumiza, utajuta. Joto la ndoa, usalete tena waziwazi. Joto la ndoa, utajuta kuwamo katika joto la ndoa. Moyo wangu umeupatia jeraha kubwa sana, ambalo lai tungejua maumivu ambayo nahisi kwa sasa hivi, hakika ungenionea huruma. Sijui ni wapi nilikosea, labda pengine kwa ajili ya mapenzi yangu ya dhati kwako. Huyu mwanaume sijui ni nini atanifanya, sijui ni kipi atanifanyia. Ni kwa alivyonifuma, sijui sura yangu nitaiweka wapi. Najutia sana maamuzi yangu kwenda kinyume na maadili ya dini yangu. Pengine hata machozi yanayodondoka leo yasingenidondoka. Miriam ni mwanamke ambaye nilimpenda kwa moyo wa dhati sana. Miriam ni mwanamke ambaye alichukua nafasi kubwa sana kwenye maisha yangu. Lakini malipo aliyonilipa ndo haya. Ameujeruhi moyo wangu na kufanya ujutie sana swala zima la kupenda tena. Nisamehe Mola wangu, kwa sababu pia nilikukosea wewe. Sikuendana na dini ambavyo inahitaji. Alaiti kama ningefuata njia zako kihalali, basi leo hii nisingekuwa na majonzi yote haya. Joto la ndoa,
chozi linanitoka kila ninapokumbuka ni wapi tumetoka. Zapa ni Juli. Hapo namshukuru Mungu. Shemeji kaenda. Katoka mwenyewe. Kaenda kwenye mihangaiko yake. Po mwenyewe. Ametulia. Sasa rafiki yangu. Nilisijia hata changu nimepewa. Kwa nini? Yaani mpaka ndipo inafikia stage ile chungu. Chungu kiaje? Sijaelewa. Ni vile tu mume wangu kanifuma. Na kanifuma. Yaani nikiwa kwenye mahaba mazito na hakuna kitu amenifanya. Miriam. Yaani na umerelax kabisa, ni umelizika. Kama mtu kanikuta na hakuna kitu amenifanya, nifanyeje? Miriam. Unajua ni mwanamke uliyepata bahati sana kuwa na mwanaume kama huyu mwenye upendo wa dhati kwako. Licha ya yote uliyomfanyia, lakini hajafanya chochote kwako. Ufikiri hilo? Mwenyewe umetulia kabisa yani. Tena umerelax yani, huna hata pressure. Basi. Kama tu ile mtu alinikuta hakuna kitu amenifanya, basi wewe nimekwambia kidogo tu nimekuwa mshauri. Sasa kama uko utaki nikushauri kwa niambia ili weje. Wewe. Mwetumu. Hebu kunywa bwana. Shaka kidogo nimekaa. Utulie kwenye ndoa yako. Tulia wewe mwanamke. Miriam utakuja kujuta. Kuna watu kama sisi tunatafuta ndoa. Wewe unachezea. Shemu. Habari Shemu. Salama mwanangu. Kwema kwema? Kwema. Karibu sana Shemu. Nimeshakaribia. Eti? Jisikie uko nyumbani. Asante. Pole na majukumu. Asante Shemu. Mke wangu kwema? Shemu nimo ndani. Yaani wewe ndio unamakosa. Nilitarajia shemeji akifika hapa basi hata umchangamkie. Lakini ndo kwanza umejituliza. Kama kisiki. Sitaipata na mwanamke mwenye lungu mkali. Umetumwa. Ina maana siku hizi wanawake wanaingia chumbani kwako bila hata hodi? Hapana mpenzi wangu Stella. Sikia Stella. Tunafahamu kabisa mimi mnaishi na kakangu. Au unajua nani? Nani? Sasa unaweza mimi sio? Unapoingia kwenye miji ya watu ni mtu mstaarabu, jibu kubisha hata hodi. Uone kwamba sisi tunafanya kitu gani hapa ndani. Kwa sababu ya ukimada yako, hii uchafu wako sio? Huyu ni mwanamke wangu. Wewe unatakaje kwani? Unataka nini? Uchafu tunaniambia mwanamke wangu. Sikia nikwambie, sasa hebu naomba usije ukamwita mwanamke wangu uchafu. Mwanamke wangu nimpendaye, usije ukasubutu hata siku moja. Hebu naomba uchanganye hiyo miguu yako na mbaliga hizo utoke hapa sasa hivi upotee kabla sijafanya kichina yoyote. Jof, leo unaniambia mimi hivi? Jof nini, naomba utoke. Baby. Yaani nimekosa na mume wangu. Kisa hizi vitu zako flow na kutoka nikwambia hivi. Bongo, hebu nasikiliza nikwambie kitu kimoja sana. Hebu naomba unitolee giza hapa sasa. Toa giza. Hebu ondoka basi. Fanya vile unaona, sitaondoka. Moja. Toka ndani. Mili, toka ndani. Chafu. Yaani tikisa mwanamke wako. Robo tu. Robo tu. Babe. Utaniambia nini? Nisikilize nikwambie. Nishaona kila kitu. Naomba unisikilize please. Please, naomba unisikilize. Nisikilize. Mke wangu. Wewe ndio kila kitu kwangu Stella. Ona mama. Hapana. Stella.
please, Stella, please. Stella, please nakuomba, please nakuomba, niko chini ya miguu yako. Wewe ndio kila kitu kwangu Stella. Ukiniacha nategemea mimi nitabaki na nani mama? Please Stella, amna. Squash mke wangu, squash kabisa mke wangu, squash. Stella ndio kila kitu kwangu. Niachie nimekwambia. Stella, ukiniacha nitabaki na nani? Usisikilize maneno ya yule, anaweza kaa hata ametumwa. Simjui, simtambui kabisa Stella, simjui. Stella, please kuanzia leo. Stella, amna usifanye hivyo. Stella, usifanye hivyo Stella. Stella. Nimekwambia niache. Niache nakwambia. Stella. Jofu, ina maana tabia hii nimekukataza, bado tunaendelea naye? Hapana kaka, hapana. Stella alikuja huko kunisalimia, nilikuwa najisikia vibaya. Mmeshindwa kusalimiana miezi yote, aje kusalimia mwezi mtukufu? Hapana kaka, si unajua ni binadamu na mimi ni binadamu. Haimaanishi kwamba mwezi mtukufu kwamba akija labda kuna mbaya ambaye anaendelea hapa ndani. Nimemuona yule mwanamke wako mwingine anatoka hapa tena kwa hasira sana. Kaka, sio kweli. Bila shaka amewafumania. Hajatokea hapa kaka, afu yule sina mawasiliano naye kabisa. Sasa sijamuona mwanamke tangu ile siku nilipokataza kuwa naye mpaka leo. Huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiisha. Kaka jamaa, usinifanyie hivyo kaka. Nimemaliza. Kaka. Miriam, kuna nini? Miriam, niambie, kuna nini? Mungu ananiadhibu mimi tu. Unajua unanichanganya. Mimi nashindwa hata kuelewa na kusaidiaje. Sasa unavolia, unanipigia simu unalia, mpaka nakuja hapa bado unalia. Una nini? Niambie basi. Glory. Miriam. Niambie basi una shida gani? Vile tu nimemkuta Jofu akiwa na mwanamke mwingine kwa room. Umemfumania tena? Sasa Miriam, kama mwanaume mwenyewe ndo huyu akuheshimu, kwa nini usitulie na mumeo ndani? Lakini si nilikwambia wewe? Nilikwambia majuto ni mjukuu. Huyu ndo mjukuu mwenyewe sasa. Yaani huyu ndo mjukuu. Nakuja hapa na kushauri kana mumeo ndani utulie, unapendwa mama, kirukaruka njia. Hayo hapo sasa tena amekukuta. Nafikiri utajifunza. Basi nitakunishauri. Mwanangu niache nitafanya. Wakati nakushauri uliniona sifai. Wakati mwingine sisi washauri tunaonekanaga tunavihelehele kujichomeza kwenye vinga vya watu. Haya, yamekukuta. Unafikiri mimi nakushauri nini hapo? Na nakushauri kwa nani? Kwa mumeo au kwa wewe Jofu? Hayo makubwa. Leo wewe akuniambia mimi ushauri kuhusu mumeo. Ashukuriwe Mungu.
Basi nikuja hapa na kushauri unaona mimi viatu sieleweki. Ndio maana kushauri. Yaani mimi sina ushauri kiukweli. Ila tu nitakukusaidia. Jenga ukaribu na mumeo kama ilivyokuwa hapo zamani. Tofauti na hapo sina cha kukushauri shoga. Bwana ushaka kurudi. Pigia simu. Na tunaona saruni kwenda kufuta. Bwana kweli. Ndio utuliage. Wakati mwingine wewe unasikia. Sasa nyingine una ushauri wa watu hauna maana. Ikikukuta ndo unanitafuta. Tulia mwanamke, tulizana. Na utaumizwa zaidi hapa. Mchanganya kujisimu. Hebu nyamaza basi. Sasa utalia mpaka muda gani? Nimekuzoea tu umechangamka. Mchangamfu mwenyewe. Futa machozi. Mwanamke utakuwa na roho ngumu. Ndio wanaume hapa. Ngono hivyo bwana Hussein. Sawa sawa. Nimekuja kuomba ushauri kwako. Maana nataka niingie kwenye ndoa. Ila ninayoyaona huku nyuma huku hayanifurahishi. Unajua bwana Amosi? Ndio. Mimi nikusii jambo moja tu. Kwamba siku zote unaambiwa kama mtu ana njaa. Yaani kwamba kumwambia asile inakuwa ni ngumu sana. Ndio. Ninaongea hivyo nikiwa namaanisha ni kwamba kama wewe umempenda huyo mwanamke, si ndio? Na moyo wako umeridhia. Yaani inakuwa ni ngumu sana kwa upande wangu kuongea chochote. Ila mimi nikusii jambo moja tu, naomba ufuate vile ambavyo moyo wako unapenda. Kwa sababu kweli naweza nikakushauri kwamba bwana, hebu oa tu. Sawa. Umeona? Lakini katika hali ya kawaida mimi naweza nikaa napitia labda mitihani mingi sana kwenye ndoa yangu. Umeona, mambo magumu ambayo kimsingi kwa wewe sasa kuyabeba inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo mimi nikusii jambo moja tu, hebu naomba ufanye vile ambavyo moyo wako unataka. Yanayoyaona bwana Hussein mengi mno. Inafikia sehemu nakata tamaa. Nikwambie kitu? Yaani kila mtu ana bahati yake katika maisha. Wapo ambao wanalia na ndoa, sawa? Wapo wengine wanafurahia. Kwa hiyo kila mtu ana bahati yake. Sawa. Katika hilo. Mimi nikuombe kama huyo binti amekupenda, hebu naomba usimkatishe ndoto zake. Ila kikubwa tu awe amekupenda. Hivyo ndio inakaa sawa. Waalaikum salaam wale. Umeona bwana? Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kikubwa wewe angalia moyo wa binti, angalia na moyo wako pia. Sawa? Haya mambo mengine tutakula ubwabwa she. Akime wangu ni mwanamume wa kipekee sana. Yaani mbali na yote nililomfanyia, lakini bado anaonyesha tabasamu kwangu. Aki ni mwanamume wa kipekee sana. Lazima nirudishe imani yake kwangu. Nakupenda sana mume wangu. Kama sio fungu langu basi nioneshe karima, kama sio nyota yangu. Dada, ulikosea sana. Ulikosea sana. Kwa hiyo ujio wako ni upi sasa? Nimekuja hapa nimwombe msamaha mume wangu. Ndio. Nitabadili dini. Nitasilimu kwa ridhaa yako mwenyewe. Mzee wangu, mimi nikwambie huyu ananiletea maigizo ya bongo movie. Hawa wasanii wanaigiza mafilamu yao. Ndio. Huyu hawezi kubadilika hiyo tabia yake. Ananiletea maigizo, si ndio? Hapana. Tumeambiwa katika Uislamu kwamba mtu anapoomba msamaha basi asamehewe. Pengine ameliona kosa lake. Sheikh Hussein, mimi niombe umsikilize na
umsamehe. Yaani mimi ninavyoona hapo, hili swala mnalichukulia ni swala la kawaida sana, lakini mimi linaniumiza. Ni kweli. Allah ndo ametutaka sisi tutoe misamaha pale tunapokosewa. Kwa hiyo uko tayari kuambatana na mimi? Alhamdulillah rabbil alamin. Mashaallah, alhamdulillah. Kuhusu mtu anapofanya kosa akalijutia kosa lake, asemaje kiongozi wa umma? Asema hivi, kullu buna adama khati'un, kila mwanadamu ni mkosefu, kila mwanadamu ana mapungufu chungu zima. Wa khairu khatai at-tawabin, na mbora mkosefu aliyekuwa mbora ni yule anayekumbuka makosa yake na akayatubia. Umeelewa Sheikh Hussein? Nimeelewa. Hivi ndo dini inatutaka tuwe. Naam. Hapana, hebu ngoja niende. Ndio. Hebu ngoja niende. Sawa. Tutawasiliana. Sawa. Hebu muangalie. Sawa. Miriam, toka umefika hapa umetulia tu, huna raha mwenyewe. Kuna nini kwani? Ni kweli, yaani niko na matatizo. Nilienda kwa ustazi na vilevile nilimwomba Mungu msamaha na akamsamehe. Sasa kama umeomba msamaha umesamehewa, bado unakaa kinyonge, unakuwaje hivyo? Mimi nitajua utakuwa na furaha mwenyewe, kuchangamki. Changamka basi, unakuwaje na wewe? Furahi bwana. Lakini baada ya msamaha nilisikia kitu. Na naishi kabisa niko na mimba ni ajabu. Miriam, unaweka mimba ni ajabu au ni ya mumeo? Hii mimba ni ajabu kwa sababu ni siku nyingi sana sijapima mimba. Miriam, inawezekana mimba ikawa ni ya mumeo. Hebu usije ukamdhulumu baba watu kiumbe chake, ukienda kumpachikia wewe mwanaume wako. Cha kufanya, hebu achana na wewe mwanaume, achana na Jofu kabisa, tulia na mumeo ndani. Tulia na mumeo, achana naye kabisa. Hivyo nafikiri shemu akija kujua itakuwaje? Kama Simba atanifanya aje? Lakini Simba, wacha mimi niende. Wacha mimi niwae. Kwa hiyo sasa inafikia stage ya dunia nzima. Hivi Miriam, swala hili la msingi la kwenda kupima, wewe unaona haiwezekani? Hivi swala la kwenda kupima, hapa nimekosea wapi? Hauoni vile unafanya? Eti tu unaniambia eti nimekosea wapi? Huoni? Miriam, nisikilize nikwambie, tunaenda kupima. Hata mimi ni mwanamke wako. So, usinipeleke vile unataka wewe. Yake afanye vile naona. Sio tu eti unipeleka mtoto mdogo. Vipi? Karibu, mbona bado umesimama? Labda ni karibu. Niwape nakaa. Wewe umekaa wapi? Nimekaa hapo kwa sababu niko. Yeye wapi anakaa? Hebu achana naye. Hebu pita ukae bwana. Hivi una matatizo gani wewe?
Sasa hivi unajua mimi niko na matatizo. Nimeshakwambia ni wifi yako. Eti wifi. Yaani unaletea mwanamke ndani ya nyumba yangu, unaletea kimada hapo ni eti wifi. Dada kwa na heshima. Huyu ni kakaangu na si kama unavyofikiri. We, Taila mmoja. Mimi Taila. Huyu mwanamke una adabu wewe. Hivi kaka, unavyoniambia muda wote tunatembea kwamba umeoa. Nikajua una mke. Wewe una mafunzo ya maadili kweli wewe. Ndio maana ukaja una wazazi. Bibi wana heshima na adabu. Baadhi mkubwa wewe ni na heshima kwako mshenzi wewe. Eti umesema? Wewe umesikia? Unanipiga. Unanipiga, unanifahamu vizuri wewe. Hapa ni kama kuna kitu tafanya. Unanijua vizuri. Tunatibu ndio. Hebu naomba ushushe asili. Sawa. Shukuru kaka wewe. Hapa ni kwangu. Na hakuna kitu nitakuchafua na ni kwako wewe. Ndugu wangu. Umesahau kwamba tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sikiliza wewe mwanamke. Tena naomba unisikilize kwa umakini. Kama unaona ni mke mwenzio, ama unachokitaka. Nimechoka na makelele yako kila siku. Basi mimi naondoka. Ningefanya umoe yeye. Ndio anafanya. Toka hapa. Mungu akachoka wewe. Unajua mdogo wangu. Kashani alibia swala sasa hivi. Ni kaka hapo. Ni jambo la kutuliza kichwa. Unajua, katika yote ambayo nimekuweka katika hali ya uhalisia uliopo kwenye ndoa yangu. Bila shaka sasa nadhani hata wewe mwenyewe umejionea jana kwa kile alichokifanya. Yaani anathubutu kupiga wewe mdogo wangu akikutuhumu kuwa ni mke mwenzie. Kwa hiyo ndio hivyo, na mpaka sasa hivi amekurupuka asubuhi na sijui hata alipoelekea ni wapi. Na mimi sina haja kumtafuta. Yaani kwa kifupi mdogo wangu, moyo wangu umeshatoka kwake kabisa. Kaka. Mimi naona ulichelewa sana. Hayo ndo maamuzi ya kiume kakaangu. Sina haja ya kuwa na mwanamke kama yeye. Kwa sababu yani hata nimweke kwenye kundi gani? Anajua hana dini, lakini kwa kuna shida gani yeye kufuata dini yako? Hiyo ilikuwa ni kama wimbo kila siku. Kuhusu hilo, na wewe unaona bado ni mwanamke. Karibu. Karibu, mlango uko wazi. Shem. Karibu sana. Safi. Karibu ukae. Asante. Miriam alikurupuka tu asubuhi. Sijui hata kaenda wapi. Lakini pia yani moyo wangu yani haujisikii vizuri kuzungumza habari za Miriam. Labda kama kuna mengine tu unaweza kaongea shemeji yangu. Shem. Naam. Sawa sawa. Mimi hapa na matatizo kidogo. Sawa sawa.
Sasa shemu, mimi nadhani katika hilo hamna tatizo. Uzuri ni kwamba nyumba ni kubwa, kwa hiyo jisikie kwa nyumbani. Sawa eh? Sasa huyu anaitwa Latifa, ni mdogo wangu, kwa hiyo jisikie kwa nyumbani kabisa. Latifa, huyu ni rafiki yake na mke wangu. Basi sawa, mimi ningeomba mpeleke chumbani, sawa? Lakini pia muoneshe chumba cha wageni, lakini pia utampeleka bafuni hapo. Sawa? Jisikie hapo nyumbani shemu. Sawa. Mpeleke. Nisikilize wewe mwanangu. Nimekupatia nafasi kubwa sana katika maisha yangu. Nilikupenda nikakubeba na mapenzi yangu. Umeniumiza kwa mambo mengi sana. Umenidhalilisha vya kutosha huko mtaani. Sasa mama, nikwambie kitu kimoja. Kwa kifupi hivyo. Yaani mimi moyo wangu kuishi na wewe umekomea. Kwa kifupi hivyo hivi. Sikuhitaji tena kwenye maisha yangu. Tena naomba unisikilize kwa umakini. Huu muda sasa hivi ni wakwenda kufu. Tunataka sisi tuelekee msikitini. Kwa hiyo amka utoe nguvu yako. Nimekwambia amka utoe mguu wako. Nimekwambia utoke hapa. Sawa? Toka. Toka kwenye nyumba yangu, toka. Nimekwambia uondoke kwenye nyumba yangu. Toka bwana. Si uondoke. Ondoka. Si uondoke. Toka bwana, unasimama nini hapa? Toka. Kaka, unaonaje hiyo story? Punguza hasira na wewe. Sasa ondoka. Unajua hana bwenke wewe. Hana bwenke kabisa wewe. Na ngoja nikwambie kitu kimoja mdogo wangu. Kikwetu wanasema hivi, ugutuke mbele kumva kuli mwinaga. Nadhani unakumbuka hiyo kauli. Sikio la mbuzi linasikia alikuwa kwenye chungu. Ndio huyu. Lakini unaonaje hiyo choice? Wewe hebu acha utani wako. Awe wifi yako huyu. Sasa. Hebu acha utani wako bwana. Hebu twendeni msikitini. Muda umefika. Sawa. Twendeni. Na kama ningejua mindo chanzo
kwa yote kutokea nisingeweza. Moyoni naumia, umeniweza. Mkuki wa moyoni wanilemea. Joto la ndoa, joto la ndoa, joto la ndoa, joto la ndoa. Kama sio fungu langu, basi nioneshe karima. Kama sio nyota yangu, basi nioneshe karima. Kama sio fungu langu, basi nioneshe karima. Kama sio nyota yangu, basi nioneshe karima.